kuona siku ya leo, na nataka nishukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Nataka nianze na maombi na nitaomba katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, nasema asante. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Ninamweka katika mikono yako ya weza, nguvu, uponyaji, urejesho na ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo wanaponipata, ninanena baraka, ninanena uzima kwa jina kuu la Yesu Kristo. Mungu, naomba ya kwamba ukazidi kumuhifadhi na zaidi ya yote akaweze kufanya mapenzi yako hapa duniani. Katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba na ninaamini. Amen. Karibu sana mtazamaji siku ya leo katika Jirani Mwema TV, daraja ya ukombozi, na tunaenda kubarikiwa sana. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu secret problems. Secret problems inamaanisha kwamba matatizo ya kisiri, matatizo ama shida ambazo ni shida zinakupata, lakini unapata kwamba ni shida za kisiri. Wewe watu wanakuona uko sawa sawa, watu wanaona kwamba umebarikiwa, watu wanaona uko hauna shida, lakini una shida ambazo ni shida za kisiri. Na hii nataka tuangalie kwenye kitabu tutasoma katika kitabu ya Wafalme wa Pili, sura ya 2 mstari wa 19. Nimesema sura ya 2 ama second Kings chapter 2 verse 19. Hiyo ndio tunasoma siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuwe pamoja ili tukaweze kubarikiwa siku ya leo. Kwa maana naamini Mungu akatenda miujiza kwa maisha yako, akafungue maisha yako siku ya leo, na akakuondolea kilio katika jina kuu la Yesu Kristo. Akakuondolea kilio kwa ndoa yako, akakuondolea kilio kwa biashara, akakuondolea kilio katika mwili wako na katika hali yako pia kiuchumi katika jina kuu la Yesu Kristo. Nataka nikuletee neno la Mungu sasa. Tusome kuanzia mstari wa 19. Na inasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii mahali hapa mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na hinji uzaa mapoza. Elia akaingia katika nataka kwanza, jambo la kwanza nataka tutazame mstari nimesoma 19. Maandiko yanasema kwamba mtumishi wa Mungu Elisha alipoenda baada ya kuvuka Jericho, alienda katika mji huu ambao watu walipomuona wakaona wacha wafunguke wamwambie matatizo ambayo ilikuwa katika ule mji, ama matatizo ilikuwa katika ile nchi. Na wanamwambia kwamba kama vile unavyoona nchi ni nchi nzuri, ni mahali pazuri pa kukaa, ni mahali pazuri pa kujenga, lakini ingawa ni mahali pazuri pa kujenga, ni mahali panaonekana pazuri pa kuishi, lakini kuna matatizo, kuna shida. Na shida ile iko ni kwamba akaambiwa, ama wale watu wakamwambia, hii nchi ni nchi ambayo inaozaa mapoza. Ile nchi inazaa mapoza, ama ile mchanga unazaa mapoza. Unapoangalia mahali pale, ile nchi unaona ni nchi nzuri, inakufurahisha, inapendeza macho, lakini there was a curse. Kulikuwa na laana imejifisha, ilikuwa na matatizo ambayo ilikuwa imejifisha katika ile nchi, kwa sababu
wakaaji ama wenyeji wa ile nchi wanamwambia, kama vile unaona, hii nchi ni nchi nzuri, ni mahali pazuri pa kuishi, ni mahali pazuri pa kuweka biashara, ni mahali pazuri unaweza ukapanda mimea yako, but you end up being frustrated. Unaenda unaimbika, unapata hasara, haupati faida. Kwa maana walimwambia ile maji ya ile inji, yale maji hayafai. Inji ni nzuri, lakini yale maji hayafai. Nataka ninaongea nawe mtazamaji. Unaweza kuwa na matatizo haya. Unapata kwamba katika maisha, unapata kwamba kwa biashara, kuna watu unapata kwamba biashara yao, unapata kwamba mtu ameweka biashara, na ile biashara watu wanaona ni mtu amebarikiwa, ile biashara inaendelea vizuri, lakini kusema ukweli kuna shinda katika ile biashara. Ile biashara haina faida, ama hata anauza hasara, ingawa aambii mtu anauza hasara. Nasema ya kwamba naongea kuhusu matatizo ambayo unapata kwamba ni matatizo wewe mwenyewe inakuumiza. Wewe mwenyewe ni unajua kwamba kuna matatizo, lakini wale watu wengine wanapoona wanaona ni kama biashara yako ama mambo yako iko sawa sawa. Kama vile watu waliona, ama vile Elijah alipoenda akaona ile inji, akasema kwamba inji ni inji nzuri. Na naona kwamba mimi alikuwa anataka kununua ile inji, alikuwa anataka kununua mashamba pale, lakini watu wakamwambia haya mashamba hayafai, hii inji haifai. Kwa nini? Kwa sababu ya maji yake. Maji yake ni maji iko na matatizo, ni maji ambayo iko na shinda ambayo hatuelewi. Maji yake hayafai, maji yake sio maji mazuri. Unaweza kuwa kwamba unapita mambo ya namna hiyo, unapita matatizo ya namna hiyo. Leo nataka kuondoa shinda ambazo ni shida za kisiri, matatizo ambayo mtazamaji unaopitia, lakini ile matatizo ni ya kisiri. Unaumia katika moyo wako, lakini watu wanapotazama, watu wanapokuona, watu wanapoona biashara yako, hawajui kama haufati faida, hawajui kama ile biashara iendelee vizuri. Nataka siku ya leo kuomba na wewe. Siku ya leo nataka nikuombee ukombozi. Leo nimesema kwamba ninaenda kukomboa mtu kutokana na matatizo ambayo ni matatizo ya siri, ni shida ya siri. Na unaweza ukanitumia ujumbe, ukaniambia, mtume, mambo au unaniambia au napitia matatizo ambayo nobody, hakuna mtu ambaye anaelewa, lakini mwenyewe ninaumia katika moyo wangu. Katika namba hiyo unaona kwa screen, unaweza ukanitumia ujumbe, uniambie matatizo unavyopitia, shinda unavyopitia, ambayo ni shinda ambayo ni ya siri, ni mambo ya siri. Leo ninafanya ukombozi wa mambo ya siri, matatizo ya siri, privacy problems, secret problems. Wewe mwenyewe unazipitia, umanang'ang'ana, hauoni mwangaza kwa maisha yako, lakini watu wanaona wewe uko sawa, ama watu pia hawakuelewi. Watu wamekuingino, watu wameingino matatizo yako, lakini kusema ukweli unaumia katika moyo. Mimi ni kwa biashara. Nataka nikuletee ushuhuda hapa, na utaweza kubarikiwa tunapoendelea na ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Na kuletea ujumbe ushuhuda huu, na ubarikiwe na hii ushuhuda. Kwani kulikuwaje? Mimi nilikuwa nataka kwa hiyo pombe.
mtoto wangu msichana awe ndio kichwa. Awe ndio kichwa. Ndio msichana amesoma au wengine. Atakula kitu amefanya. Na nikafunga masomo yake. Nikasema mtoto wangu ndo atakuwa anasemekana kwa hiyo mama ndo amesoma. Ulifungua barua yake kwa nini? Unajua kumpa kazi wewe kwanza ya serikali. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Naitwa Esther Munyoki, nimeokoka. Yesu ni Kristo katika maisha yangu. Kwa Mwenyezi Mungu kwa yale amenitendea. Amen. Nikirudi nyuma kidogo, nimeishi kwa miaka 10 bila cheti changu cha ufunzaji. Nikafanikiwa kupata cheti katika hayo madhabahu, nashukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Nilipopata cheti changu mwezi wa 4 nika apply TSC number. Within 3 weeks nikapata TSC namba yangu. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa hayo madhabahu. Kwamba umeweza kubarikiwa na hiyo ushuhuda. Huyu ni mwanadada ambaye alikuja kanisani, na akija kanisani alikuwa amesomea walimu, na cheti chake kikawa kimefungika ama kimefungwa. Kuna mambo ambayo unaweza kuona kama ni kawaida, lakini si kawaida. Unajaribu uone mwangaza, unapata kwamba uwezi ukaona mwangaza kwa maisha yako. Kwa sababu mambo yako ilifungwa, mwangaza ulifungwa, uoni mwangaza kabisa. Na hapo panahitaji Mungu aingilie katikati. Hapo panahitaji kuona mtumishi wa Mungu ili aweze kukusaidia. Kwa hiyo huyu ndanda cheti chake kilikuwa kimefungwa. Na nimekuletea, umeona ukombozi wake vile ambao alikuwa na ukombozi mkali sana. Walifunga cheti baada ya kumaliza shule, lakini nashukuru baada ya ukombozi alikombolewa, na alipokombolewa akapata kazi kwa serikali. Sasa tunaongea ameajiriwa na TSC. So now ameajiriwa na anaishi vizuri, anakaa vizuri. Ndipo nasema mtazamaji, usikumbali uendelee na kuteseka. Chukua hatua, ukuje na nitaweza kukufungua, nitaweza kuombea mambo yako ambayo imefungwa. Biashara yako imefungwa, napata biashara imefungwa, haupati wateja. Na ukijaribu hata ukiweka ingine haiendi, mambo yako yote ilifungwa, mambo yako inakaa katika vifungo. Utakombolewa. Kama vile umeona huyu dada amekombolewa na amesimama kwa kanisa akashuhudia na akiwa na furaha sana. Nao sasa tunaongea anaishi maisha mazuri kwa sababu aliajiriwa na serikali. Alikuwa anapata mshahara ambao haungeweza kumsaidia, mshahara duni, lakini sasa ameajiriwa permanent na serikali. Glory for God. Kwa maana to God because of his faithfulness. Kwa hiyo Mungu ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. Alikuwa anateseka. Hii unazungumzia ya kwamba unaweza kuwa unateseka. Yeye alikuwa unateseka maisha yako na mambo ambao na matatizo ama shida za siri. Shida za siri. Nikasema kwamba kama vile ambavyo unapoona ama unaona maandiko yanasema kwamba katika mji huu mchanga ulikuwa unaona uko sawa, inji unaona ni nzuri, lakini kuna kitu katika ulimwengu wa kiroho kinakulanga ile inji. Unajua kuna kila area unaenda kuna wale wanaitwa principalities. Kuna area unaenda unapata kwamba kuna the principality. Unapata kwamba hiyo area iko na principality ya roho ya roho ya umasikini. Yaani ukienda uhamie hiyo area unapata kwamba unakuwa masikini. Vitu vyako, mambo yako inaisha, unavilizika. Territorial spirit. Sasa hii nini, kulikuwa na territorial spirit. Kuna territorial spirit in the families. Kuna territorial spirits ama maroho yanaotawala. Unasikia wakati ambao alikuwa anakombolewa, amesema kuna mtu katika mboma alikuwa anatawala kwa nguvu za kiuchawi, na anahakikisha hakuna mtu katika mboma ile anaendelea. Anahakikisha hakuna mtu katika ile mboma anafanikiwa. Inawezekana ya kwamba unapata kwamba in your family, na diposa ya kwamba mnahangaika diposa amuendelei.
Ndiposa amupati kazi, mkitafuta kazi amupati kazi. Hakuna jambo lolote mnafanya mnafanikiwa. Watoto wasomi. Na unapata kwamba kuna mtu ambaye anayetawala katika anayetawala na nguvu za giza na anawakontrol. Nataka uchukue na unaweza kuchukua hatua na huje katika ibada ya ukombozi, na nitakufungua katika jina la Yesu Kristo. Nitafungua hiyo familia, nitafungua maisha yako, nitafungua. Unapata kwamba kuna mtu katika familia aliwafunga msiwe yolewa, alifunga vijana wasioe, aliwatumia maroho, mapepo katika familia. Mmetawanyikana, hakuna mmoja anaelewana na mwingine. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye amewarushia maroho, amewarushia mapepo. Nami nasema kwamba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu anaweza kuponya hiyo mboma, anaweza kuponya hiyo familia, kwa maana ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu anayeweza. Katika jina la Yesu Kristo. Kama vile nimekuletea ushuhuda huu pamoja na ukombozi, uone ya kwamba nikakuonyesha huyo ndanda akikombolewa na akakombolewa kabisa. Na yule ambaye alikuwa amewafunga wasiendelee, akaimbika na akapata kazi. Inawezekana iwe kwamba kuna mtu ambaye alichukua nyota yako. Maandiko yanasema kwamba na Yakobo akaenda akandanganya baba yake, na akandanganya baba yake, akachukua nyota ya Esau, nyota ya firstborn, nyota ambayo ilikuwa nzuri, nyota ya kufanikiwa, na akachukua nyota yake, akachukua baraka za firstborn, na akaweza kufanikiwa Yakobo. It's the same thing. Hiyo inafanyika. Unapata kwamba mtu alichukua nyota yako, mtu alichukua baraka yako katika ulimwengu wa kiroho, na kwa hiyo chochote unajaribu kufanya akiendelei. Ufunguliwe kwa jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mungu akufungue siku ya leo. Kuna wengine unapata kwamba unapata pesa, kama vile nasema, ukipata pesa zinapotea. Pesa zinapotea kwa njia ueleweki. Nilisaidia kuna familia moja, nakumbuka nilienda kuombea mahali panaitwa Thika. Na hiyo familia ilikuwa na shida, kwa maana shida walikuwa nayo, katika hiyo familia walikuwa wanapoteza pesa. Yote ambaye anatoka kwa hiyo familia, unaweka pesa tu vizuri, ukiweka 10,000 unakuja unapata 1,000 hakuna, na hakuna mtu ameingia pale. Yaani pesa zinapotea. Zinapotea kama upepo, zinapotea kwa njia nyingine. Ama unapata kwamba zile pesa hazikusaidii. Pesa zinakuja kwa mikono yako, but at the end ukiangalia, unauliza, pesa zile ambazo unapata, kwa nini zinakosa kukusaidia? Hauendelei, ingawa pesa zinakuja nyingi kwa mikono yako, ingawa una hiyo ya kwamba uko na hiyo kimbali ya kupata pesa, lakini unapata kwamba pesa zile hazikusaidii. Hazikusaidii. Elewa, kuna kitu kinakukula. Kuna mtu ambaye alifunga pesa yako. Kuna madhabahu katika familia. Kuna mtu alilaani pesa, alilaani mapato yako, kama vile ambavyo hapa tunaona vizuri ya kwamba inji ilikuwa na laana. Kuna laana kwa maana maji ilikuwa mabaya. The Bible inasemaje? Inasema kwamba chapter 2 verse 19 inasema kwamba then the man of the city said to Elisha, please notice the situation of this city is pleasant, as the Lord sees, but the water is bad and the ground is barren. And he said, bring me a new bowl and put salt in it. So they brought it to him. Then he went out to the source of the water and cast in the salt there and said, thus said the Lord, I have healed this water. From it there shall be no more death nor barrenness.
Yeye anasema kwamba ile nchi ilikuwa inazaa mapooza. Kwa maana maji yalikuwa mabaya. Maji yalikuwa na laana ndani. Ile nchi inazaa mapooza. Watu wanapanda, watu wakipanda chakula itokelezei. Ukipanda mahindi, ukipanda ngano, upande nini, hiyo nchi ilikuwa useless. Na hivi ndivyo unaweza pata. Unapata pesa, zile pesa, kumbe zile pesa zile zinaingia kwa mikono yako, it is cursed. Ama ni kama pesa zako zilifungwa, njia yako ilifungwa. Na kukaribisha kwa ibada ya siku ya Wednesday. Siku ya 1-on-1 pia ni siku ya Tuesday. Kama unataka kuja kuniona na mambo ambayo ni mambo yako ya siri, inaokusumbua, inaokuumiza kwa moyo, huwezi kuelezea, unashindwa vile utaelezea watu, hiyo siku ni siku ya Tuesday. Ni siku ya Tuesday, utakuja utaniona, nami nitaweza kukuombea na utafunguliwa kabisa katika jina la Yesu Kristo. Tubarikiwe na ushuhuda mwingine. Nataka tubarikiwe na ushuhuda mwingine katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa majina ya Yohana Mwokoka, Yesu ni Bwana. Yesu asifiwe. Natoa nilikuwa hii mwaka mwezi wa 3. Tumbo yangu ilikuwa imefura, hata ukiniona nilikuwa nakaa kama mtu ako na mami, nilikuwa na mimba. Amen. Nikakuja hapa Bwana Yesu asifiwe. Nikakimbia hapa kwa sababu I know you are dad. Na I know my dad. Najua unakuwa na anointing kali sana. Kama nipenda anointing ya ombezi. I have seen God. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuja hapa nikaona mambo imesindikana. Nimeenda pale Mama Rusi, nilikuwa naenda clinic. Wananipima, wananiambia wananipeleka operation. Bwana Yesu asifiwe. Ile tumbo ilikuwa imefura ndani na wakaniandikia operation tarehe 14 mwezi wa 3 this year. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaona mambo imesindikana. Pesa yenyewe nilikuwa nayo nimetumia, nilikuwa naenda pale Monde naekwa dawa ya 10k. Na ukishaweka hiyo dawa ni dosi moja, yani haifanyi kazi. Ukishaweka hiyo dosi nini? Yani unalipa hiyo 10k before you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaona pesa yangu nilikuwa na pesa sana imeisha kwa sababu ya kwenda hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikakimbia hapa kwa mtumishi wa Mungu. Shida ilikuwa nini? Nilikuwa nimefura, nilikuwa na fibroids. Na walikuwa wamesema lazima wasitoe. Na ulipona kabisa. Sasa venye nilikuja kwa mtumishi wa Mungu na kumbuka ulita intercessor wa hii kanisa wakanisingira na nikakaa hapo katikati wakanisingira. Na pia mtumishi wa Mungu akaniombea. Na akaniambia amecancel operation. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo nilianza kuona tumbo inaendelea kuisha. Na mchana na watu wanauliza kwani ulifanya nini? Nawaambia ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliona Mungu. Na kuna operation nilienda. Tumbo iliisha na ikaisha. Na siku nyingi dawa hiyo iliisha. Kwa hiyo nimekuja ku testify kwa sababu kuna Mungu. Nasema stop suffering in silence. Stop suffering in silence. Dada huyu umesikia ushuhuda wake, alikuwa na shida ya fibroids. Na hizi fibroids zilikuwa zimemsumbua kwa muda, zilikuwa zimemtesa kwa muda, na situation yake ilikuwa mbaya sana. Akafika mahali akaambiwa, kwa maana ukimuona ulikuwa unaweza kudhani ya kwamba ako na mimba, lakini ni tumbo ilikuwa imefura. Tumbo ilikuwa imefura, unaona ni kama ako na mimba. Wakati ambapo mtu alimsaidia akamwambia, kuna mtumishi wa Mungu najua anaweza akakusaidia. Kwa maana nimeona ameombea watu wengi na wamepona. Amekomboa watu wengi. Unaweza kukumbani kupeleke kwake? Akasema ndio. Sasa ndio aliletwa kanisani. Baada ya maombi, Mungu alitenda maajabu yasiyoaminika. Operation aliyokuwa anaambiwa atafanyiwa hata hakufanyiwa. Alipona kabisa. Alipona, tumbo ikarudi kawaida vile umemuona, na utukufu kamrudia Mungu. Alikuwa amehangaika sana, alikuwa ameteseka sana. Hiyo ndio sababu nasema kwamba don't suffer in silence.
chukua hatua, uje ni kuombee, uje ukombozi. Siku ya Wednesday, siku ya Friday na hata siku ya Sunday ni siku ambayo ama ni special days za ukombozi. Ya mambo yako imefungwa, maisha yako imefungwa, nyota yako ilifungwa, unateseka in silence. Hakuna mtu anashughulika, hakuna mtu anacare about you, lakini unaumia kwa moyo, unaumia kwa moyo. Kuna mambo mengine kila wakati usema, unapata kwamba unaumia kwa moyo. Maybe hata wezi unashindwa nani utashare na yeye yale unayopitia, ama pia hata wale unashare na wao baada ya kushare na wao wanaenda wanaambia wengine, hawakusaidii. Lakini kuna Mungu anakupenda. God loves you. Na kwa Mungu anakupenda, ndipo nasema kuja kwa ibada hizi ambazo nakuonyesha hapa ukombozi. Unaona ukombozi hapa vile unafanyika Wednesday. Ukiingia tu kanisani unaanza kufunguliwa, unaanza kukombolewa. Kuna watu ambao hata mtu anaingia tu kanisani hivi tu anasema kwamba yeye aliingia tu, alipona tu alipoingia ndani, hata kabla ombewe. Yaani ni nyumba ambayo inajaa uwepo wa Mungu, imejaa nguvu za Mungu, na Mungu anaponya watu kabisa kwa utukufu wa jina lake. Anafungua watu kabisa. Yaani kuingia tu kwa kanisa na hata mtu hajawekelewa mkono. Imagine, asema nimeingia hapa, nimekuwa naumwa na miguu kwa miaka 5. Bakati nimeingia hapa imenyamaza. Na hivyo tu imenyamaza na imenyamaza. Ndipo wanasema kwamba mahali ambapo uwepo wa Mungu huko, hakuna jambo haliwezekani. Hakuna jambo haliwezekani. Nyumba ambao uwepo wa Mungu huko na roho wa miujiza anatembea, hata si lazima uwekelewe mkono. Unapona tu, unafunguliwa tu. Unafunguliwa. Mtazamaji, maajabu inafanyika. Maajabu inafanyika katika nyumba hii. Maajabu inafanyika katika madhabahu haya. Nataka nikukaribishe wewe ambao unateseka, wewe ambaye unaumia kwa moyo wako, wewe ambaye unateseka. Hapa watu Mungu anawaponya. HIV inapona, kansa inapona, pimples zinapona. Kwa nini uendelee kuteseka? Yesu akiwa alikufa msalabani kwa ajili yako. Maandiko yanasema wazi, John chapter 3 verse 16, jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili yule amwaminie asiangamie, bali yawe na uzima wa milele. Unaamini ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, mateso yako? Unaamini kwa mapingo yake ndoa yako imepona? Unaamini kwa mapingo yake mwili wako umepona? Unaamini kwa mapingo yake watoto wako wameponywa? Hebu kuja, chukua hatua, uje katika ukombozi, uje katika kufunguliwa. Kataa kuteseka tena. Kuja hayo maroho, hayo magonjwa niarudishe mpaka tusenda. Niarudishie wenyewe. Kabisa niarudishe kule imetoka, kwa utukufu wa Mungu. Kuna watu unapata kwamba unateseka, kuna ndoa unatazama. Unaona hiyo ndoa, wewe ukiangalia na nje unaona hiyo ndoa ni ndoa imebarikiwa. Unless uingie ndani sasa, uingie ndani. Unless uingie ndani ndio utajua. Hii ndoa iko na matatizo, hii ndoa iko na shida. Nimeona ndoa, wanandoa, ukiwaangalia wewe utajua kama ndani kuna problem, unless mtu akwambie ama wao akwambie. Kumbe ile katika ile ndoa hawa watu wana mtoto,
Wewe unaona watu ambao mtu ni wana pesa, ni matajiri lakini hawana mtoto. Ile ndoa haijabarikiwa na mtoto. Na matatizo mengine unapata ndoa ile haina amani. Lakini wewe ukitazama mtazamo katika mtazamo wa nje unaona ndoa iko sawa. Unaona ndoa iko sawa, lakini kuna secret problems, kuna matatizo ya ndani. Kuna matatizo ya ndani. Na matatizo ya ndani huwa inakula ndoa pole pole, inaimaliza pole pole tu. Kama ni ndoa kutoelewana, kama ni ndoa ni kukosa mtoto. Nimeombea wengi sana ambao anakuja niambia mtu apostle, niko kwa ndoa kwa miaka 20, kwa miaka 10, miaka kadhaa, miaka 5 na hatujaweza kubarikiwa na mtoto. Wewe ukiangalia utaona ile ndoa wamenyamaza. Utaona ile ndoa, useme ndoa iko sawa na wana tabasamu, wanacheka kama mambo iko sawa, lakini mambo haiko sawa. Wanaumia kwa moyo. Hawana mtoto. Kama hauna mtoto katika ndoa, kuja katika ukombozi siku ya Wednesday ama Friday, utafunguliwa na utabarikiwa na mtoto. Ndoa ina amani, mambo hivi na hivi. Mimi sikwambii uendelee kuvumilia, na kwambia chukua hatua. Kuja. Kwa sababu Yesu aliteswa kwa sababu ya hayo. Matthew chapter 11 verse 28 nasema, "Njooni kwangu mnaobeba na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha." Sasa nasema njoo utapumzishwa. Njoo, Mungu atakupumzisha. Mungu amenitumia kuponya wengi, kufungua wengi, kuinua wengi. Wewe hebu njoo uone. Mungu atabadilisha maisha yako. Atabadilisha maisha yako. Ni mambo ya ndoa. Mzee anaenda nje, ametumiwa roho ya uzizi. Kuja hiyo roho nitaifunga kabisa, nitaifunga katika jina la Yesu Kristo, na ndoa yako itabarikiwa. Kuna mambo kadha wa kadha inaweza kuwa inaleta matatizo kwa ndoa, lakini wakati ambapo katika ukombozi kila kitu wekwa wazi, ama Mungu ananifunulia hii ndoa, hii matatizo katika ndoa hii inatokana na nini, inaletwa na nini, what is the cause. Maandiko inasema Elisha akasema awekewe chumvi katika chombo kipya, na alipowekewa chumvi katika chombo kipya, akaenda akatupa katika chemchemi ya ile maji, na akasema Mungu amesema kwamba ameponya hiyo maji na hakutatoka mapooza tena. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, hakutatoka mapooza tena kwa biashara yako. Hakutatoka mapooza tena kwa nyumba yako. Hautazaa mapooza katika jina la Yesu Kristo. Hautazaa watoto mapooza, watoto ambao utazaa alafu wale watoto wanakuwa ni mwimba kwako, ni matatizo. Wanakuwa watoto wanaotanjwa kuwa waizini wako, watoto wanaotanjwa kuwa na tabia mbaya ni wako. Hiyo haitakuwa katika jina la Yesu Kristo. Kama nabii wa Mungu nasema Mungu aponye maisha yako kwa jina kuu la Yesu Kristo. Na achilia chumvi ya kiroho kwa ndoa yako. Ndoa yako
isipatikane mapooza tena katika jina la Yesu Kristo. Unapoendelea, nataka ubarikiwe na ushuhuda huu ambao nataka nikuletee. Tazama na ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa majina nikiitwa Sarafina Tieno, nimeokoka. Amen. Sisi kwetu tangu nizaliwa sijai kula nyama. Na tuko wasichana 4. Amen. Nimeokoka. Amen. Sisi kwetu tangu nizaliwa sijai kula nyama. Na tuko wasichana 4. Hatuko tunakula nyama sisi wote. Hadi shosho kuzaa mama hadi mama yangu. Inaitwa generational. Inahitaji uvunje hayo madhabahu. Sasa sikuwa najua kile kinaendelea. Na nilipofanywa ukombozi, kumbe babu yangu aliua nyanya yake. Wakatoa nyama kwa mgongo ili akike boma yake. Sasa akamwambia kuanzia kwa bibi yake hadi wasichana wake wote hadi wasichana yatazaa wasikule nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba alikuwa anafanya hivyo ndio alikuwa anakinga boma yake kuwa mtajiri. Yenyewe alikuwa tajiri, alikuwa na shamba hadi Uganda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla kufa alisema shamba zote, alikufa hata bila ng'ombe. Unasikia wewe, aliuza hizo shamba zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii nyama nakula. Amen. Nakula kila nini? Nakula. Amen. Pigia Yesu makofi. Unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Unatakaje? Msichana. Mmoja msichana. Wewe unataka mapacha. Nataka tu mmoja msichana. Wewe unataka msichana. Sawa, nilikuwa nimekupetea msichana. Ruthi, haya shika msichana wako. Weka hapa unanyesha. Usijaribu. Usijaribu. Usijaribu tulifunga mtoto. Ulifunga mtoto. Wanakusalia hiyo saa hitu. Tumejaribu. Usijaribu. Ulifunga mtoto. Usijaribu. Ulifunga nini mtoto? Tulifunga mtoto. Tulifunga 2019. Tumefunga. Umeisha. Chukua vitu vyako. Chukua vitu sasa wewe. Chukua piketi wewe. Chukua vitu wewe. Kazi yako imeisha. Sasa kaenda ukae. Katika jina la Yesu utakuwa na mtoto. Sio umesema ni msichana unataka. Pokea msichana. Atakuwa anaitwa nani? Ruth. Wakati kama huu mwakani utakuwa na mtoto wa msichana. Unaona dalili? Wangapi wanakumbuka alikuwa amefungwa asipate mtoto? Wangapi wanakumbuka hiyo? Wangapi wanakumbuka? Si alikuwa amefungwa asipate mtoto? Alafu Juzi tulikuwa na mzee. Nilimwambia tunasikia tumbo inauma. Baada usikupima. Kaambiwa niko na mimba. uko na nini? Ukaambiwa uko na mimba. Na si walikuwa wamefunga. Amen. Kusema kweli, ndoa yangu ingefunjika. But kupitia madhabahu, Apostle aliniombea, nikabarikiwa na mtoto. Amen. Juzi tu nilikuwa nyumbani na nimeona mkono wa Bwana. Karibu sana mtazamaji. Umeona ushuhuda huo wa kwanza ambao ushuhuda huo nimekuletea. Huyo ndanda alikuwa amefungwa. Anasema kwamba alikuwa hawezi kukula nyama. Na akasema pia shushu yake alikuwa akuli nyama na alikufa bila kukula nyama. So unaona hii ilikuwa ni kitu ambacho ni generational. Anasema alikuwa hawezi kukula nyama. Nyama yote, iwe ni nyama ya kuku, iwe ni nyama ya ng'ombe, iwe ni nyama ya mbuzi, nyama yote alikuwa hawezi kula nyama. Hawezi kula nyama kabisa. Na ajabu ni kwamba hata akasema kwamba hata akinguza hiyo nyama alikuwa anaanza kujikuna
kunguza tu hiyo nyama ataanza kujikuna. Lakini nikamuombea na nikamfanyia ukombozi na akafunguliwa kabisa. Yesu akamfungua kabisa. Ndipo ninasema kwamba unaweza pata kwamba kuna chakula ambazo ukuli aidha kwa matatizo ya mwili ama matatizo ya magonjwa. Na kwa sababu hiyo daktari akakwambia chakula hiyo usiweze kukula. Mimi nasema Mungu anaweza. Kuja siku ya Wednesday kwa ajili ya ukombozi. Mungu atakuponya na utakula hizo chakula zote. Ulikatazwa mayai, ulikatazwa maziwa, ili unapata kwamba utumii maziwa, ulikatazwa hata kutumia sukari, ulikatazwa nyama, ulikatazwa wezi ukakula green vegetables kama sukuma. Kuja kwa ukombozi na utafunguliwa kabisa na kuashua utapona instant kwa utukufu wa Mungu. Utapona instant na utaanza kukula hizo chakula katika jina la Yesu. Shetani ni muongo. Hataki ule chakula na unaona zile chakula ambazo unakatazwa. Mimi nashangaa kwa maana utapata kwamba ni zile chakula zuri. Yaani zile tamu zile zuri. Unakatazwa maziwa, unakatazwa nyama, unakatazwa mayai. Unaachiwa tu cabbage. Na cabbage na cabbage. Saa nyingine unapata kwamba hata hizo hata mafuta unakatazwa. Unachemusha kushemusha. Unakula chakula ya kushemusha. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba tutakula mema ya nchi. Tutakula mema ya nchi. Nataka kwamba ujue kwamba Mungu anaweza kukuweka huru na atakufungua kama vile nimekuletea ushuhuda huu pamoja na ukombozi, ukaona vile Mungu anaweza akafanya. Hiyo nyingine ni ndoa. Hiyo ndoa kabisa umesikia huyo mama amesema ndoa yake mahali ilikuwa ifike ni kwa kuvunjika, kwa maana walikuwa wamefungwa wasipate mtoto. Walikuwa hawana alikuwa ametumiwa roho ya utasa na nikamkomboa akafunguliwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na sasa unaona ushuhuda ni wao anafurahia. Mtoto wake sasa ni mtoto ambaye sasa ni mtoto mkubwa. Mungu ametenda kwa utukufu wa jina lake katika jina kuu la Yesu Kristo. Yes. Kama nimesema kwamba kuna wale unapata kwamba unateseka na magonjwa ya asili, hiyo magonjwa imechukua miaka 5, imechukua miaka 4. Yaani unapata kwamba hiyo ugonjwa uondoki. Nimesema leo nazungumzia matatizo ambayo ni matatizo ya siri, shida za siri. Wewe unaumia faragani, unaumia katika moyo. Watu wanapoona mambo yako wanaona uko sawa. Watu wanapoona ndoa yako wanaona uko sawa, lakini kusema ukweli you are suffering. Wanapokuona outside wanasema you are blessed but you are suffering. Afya yako haiendelei vizuri. Afya yako ni mbaya. Naongea kuhusu Yesu Kristo ambaye aliponya, alimfufua Lazaro. Naongea kuhusu Yesu Kristo alimfufua Lazaro. Nasema kwamba anaweza. Hakuna haja uteseke. Mungu akiwa alinipa kipawa cha kuponya magonjwa ya kila aina. Hiyo ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukisoma First Corinthians chapter 12 verse 1 inaongea kuhusu karama, vipawa. Kuna vipawa tofauti, kuna karama tofauti. Mungu anawapa watumishi kwa utukufu wake. Ili mwili wa Kristo ukaweza kujengwa. Hakuna haja uendelee kuteseka kiafya. Unateseka na afya, unateseka, unaumia. Miaka 6 unateswa, unateswa na mwili kwa miaka 6. Unateseka na mwili. Hakuna haja uendelee kuteseka katika jina la Yesu Kristo. Hakuna haja uendelee kuteseka. Mungu atakufungua. Mungu atakuponya kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo
Usikubali kuteseka. Usikubali kuteseka, kuendelea kuteseka na hiyo tumbo linakuuma miguu. Naenda unapima, unaambiwa magonjwa ionekani. Unajua kwa sababu unajua kwa nini magonjwa unaambiwa hiyo ugonjwa unapima uonekani, ama ukikunywa dawa haiponi? Ni kwa sababu hiyo ugonjwa si ugonjwa wa kawaida. Unahitaji the true prophet of God, the servant of God. Mtu ambaye ana kipawa hiki cha kuponya. Cha kuponya. Nimekuambia Joe, Matthew chapter 11 verse 28. John, nyote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu akasema hayo maneno. Anasema atakupumzisha. Ni jambo gani nakutesa? Unaumia kwa nini? Una mgonjwa. Huyo mgonjwa anateseka. Ni family member, is your friend. Mulete siku ya Wednesday. Atapona for free. Uponyaji ni free. Uponyaji wa ulipi ni free. Ukombozi ni free. Atapona for free. Yesu alilipa gharama msalaba kwa msalaba. Kwa damu yake aliteseka. Watu wamepona, watu wamefunguliwa. Siku ya Jumapili kuja ushiriki pamoja nasi. Kila Jumapili ibada hiyo, jambo moja nafanyanga ni kuombea wagonjwa, people with incurable diseases. Kila Jumapili naanzanga na kuponya wagonjwa. Kwa sababu mimi najua kama kuna kitu kinaweza kukutesa kwa maisha yako, kama kuna jambo inaweza kufanya uhangaike duniani, ni magonjwa. Kama kuna kitu inaweza fanya uwe masikini wa mwisho, ni magonjwa. Magonjwa ni mabaya sana. Yes. Wale wamepita katika magonjwa vizuri wanaweza kubaliana na mimi. Unateseka, unaumia. Yes, watu watakwambia pole, watakufariji. Lakini hiyo si ndawa. Kama vile msemaji alisema, pole sio ndawa. Hiyo sio ndawa. Chukua hatua. Kuja na wewe. Uwe ushuhudie ukuu wa Mungu, ushuhudie uweza wa Mungu, ushuhudie nguvu za Mungu katika madhabahu haya. Ushuhudie kuna nguvu za Mungu. Ushuhudie. Kuna watu wanasema hiyo ni kuna watu waamini na hiyo ni sawa tu. Najua hata wakati wa Yesu kuna watu hawakuwa wanaamini Yesu. Lakini mimi nasema kuja wewe mwenyewe ushuhudie. Lete mgonjwa wako ushuhudie. Kuna watu waamini kwamba watu wanaombewa na wanapona. Lakini nasema kwamba lete mgonjwa wako, kuja ujaribu, kuja ushuhudie. Ni brother yako mgonjwa, ni sister yako mgonjwa. Mulete siku ya Wednesday ama siku ya Jumapili ama Friday, hizo siku zote, siku 3. Ama pia unaweza kumuleta siku ya Tuesday ambayo ni siku ya one-on-one. Na nakuhakikishia, I am assuring you, God is going to heal him. Mungu atamuponya kwa jina la Yesu Kristo. Vile hao wamepona hapa, wamepona kansa, wamepona ukimwi, wamepona fibroids, watu wamepona. H. pylori, kuna mmoja ambaye juzi aletwa kwa H. pylori ambaye anakunywa dawa haiponi. Anakunywa dawa. Sasa hiyo ni ajabu. Anakunywa dawa, anatumia dawa, ananiambia kwamba H. pylori imekaa for 3 years. Ananiambia apostle, hakuna dawa sijakunywa. Nikienda kupimwa bado iko. Nikamuombea akapona. Utukufu kwa Mungu. Unaweza ukabarikiwa na ushuhuda huu, na baada ya ushuhuda huu nitaweza kuomba na wewe mtazamaji, na nimesema unaweza ukatuma ujumbe unaweza ukatuma ujumbe mfupi katika jina la Yesu Kristo. Tuma ujumbe mfupi, usipinge simu kwa maana saa hii niko kwa studio, lakini unaweza tuma ujumbe mfupi, uniambie ile unataka nikuombee na utaweza kubarikiwa. Karibu sana katika ibada za Wednesday. Matatizo unaopitia, mambo unaopitia na unaumia kwa moyo, mimi nasema
Stop suffering in secret, or in silence. Stop suffering in silence. Wacha kuteseka ukiwa umenyamaza, unaendelea kuvumilia. Unavumilia mpaka lini? Sasa nasema kwamba imefika wakati wako wa kukombolewa, wakati wako wa kupona ni sasa, si wakati mwingine. Chukua hatua. Chukua hatua. Beba imani. Kuja. Na hata kama una imani, mimi nitaamini kwa sababu yako. Nina imani kwa sababu yako. Mungu ameniinua kwa sababu yako. Mungu amenipaka mafuta kwa sababu yako. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo, tunapojiandaa kwa ajili ya maombi, nataka umbarikiwe na ushuhuda huu. Na then tutaenda kuomba pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ujiandae. Unaweza ukanguza TV yako tukiomba, ukaguza TV yako na nitakuombea na Mungu atatenda maajabu. Ni matatizo ya ndoa, ni magonjwa, ni kukosa kazi, jambo lolote, utaguza TV yako na nitaomba na wewe sasa hivi. Amen. Ushuhuda wangu ni kwa mzee wangu. Siku moja tulienda kwa Apostle wa Nonua. Akamwambia atakuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hii nashuhudia mzee wangu saa anakopesha watu pesa. Piga Yesu. Hiyo ndio tumeitiwa. Hiyo ndio tumeitiwa. Jina naitwa Happiness. Amen. Mimi ni mkazi wa Thika Makongeni. Amen. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha hapa siku ya leo. Amen. Kuna mashida nilikuwa napitia. Acha niite majaribu. Nilienda hospitali. Nikaambiwa niko na mimba. Nikaambiwa mimba yangu iko na shida. Nikaambiwa wanawake vingi mtaelewa, uterus na cervix zimekaribiana. Kwa hivyo kuna possibility ya miscarriage. Na nilikuwa nimemiscarry hapo nyuma. Nikashindwa huyu daktari angejua angeniambia hivyo. Akaniambia nafaa kushona. Sasa nikashindwa nitashona wapi? Kila akaniambia nikishona, nikikubali nishone mimba itatoka. Nikaambiwa siwezi simama sana, siwezi inama, na kazi yangu ni ya kusimama. Wapendwa, nimekuwa na kipindi kigumu. Nashukuru Mungu wa Apostle Joseph Mwendwa. Nashukuru Mungu anaambiwa amenishikilia sana. Mimi nisikia tu sasa yangu imesha. Kanisani sitaenda, lakini nashukuru Mungu kwa kuwa atanitia nguvu na nitakuja kanisani. Basi unaweza ukanguza ama ukashika TV yako unapomaliza ili niweze kuomba na wewe. Una matatizo ya ndoa, ni matatizo ya magonjwa kwa mwili, saa hii uwe tayari, kwa maana kuna nguvu za Mungu zinashuka saa hii na utapona kwa jina la Yesu Kristo. Utafunguliwa, ndoa yako itapona katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye ananitazama kwa TV yake, wengine ni katika Facebook na wengine kwa YouTube. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila matatizo anavyopitia ninatangaza ikakaishe leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uponyaji kwa watu ambao wamengusa TV zao Baba. Ninatangaza uponyaji kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninaamurisha uponyaji wapone saa hii kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaombea hii ndoa ambayo iko na matatizo. Ninaombea hii ndoa ambayo kuna kutoelewana katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea hii familia ambayo Bwana inateseka kwa jina la Yesu Kristo. Naombea huyu ambaye ana kazi, huyu ambaye bamba pesa zake zimefungwa, ninazifungua kwa jina la Yesu Kristo. Nakemea kila roho ya njangwa, kila roho ya ukame wa kifedha kwa jina kuu la Yesu Kristo. Inatangaza baraka, inatangaza uzima, inatangaza huyu mtazamaji hakuna kuzaa mapoonza tena, hakuna kuzaa mapoonza tena. Hii biashara haitazaa mapoonza tena, hii ndoa haitazaa mapoonza tena, mtazamaji atazaa mapoonza tena, atazaa mapoonza tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninambariki, nakemea roho za ajali, nakemea maroho za ajali, kila laana zote ambao zimejifisha, generational curses, personal curses, verbal curses, I break them, I destroy them now
kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea baraka zako, pokea urejesho wako. Kile ambacho kinaokutesa, kile ambacho kinafanya usiwe na moyo wako usiwe na amani, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akakuondolee kila tatizo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea baraka, pokea amani, pokea ushindi, pokea urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini. Amen, 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 amen. God bless you, God bless you. Mtazamaji, barikiwa. Bye.